Bethel Clouds TV, empowering lives. Hakuna baba kama wewe, hakuna Yesu kama wewe, hakuna baba kama wewe, hakuna baba kama wewe. Oh, hakuna uponyaji kama wako, hakuna baba kama wako, hakuna uponyaji wako, hakuna uponyaji kama wako, hakuna uponyaji kama wako, hakuna kama wako, hakuna uponyaji kama wako, hakuna uponyaji kama wako. Pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu, pokea sifa zetu Bwana, pokea sifa zetu Bwana, pokea maombi yangu Bwana, pokea maombi yangu, pokea maombi yangu Bwana, pokea maombi yangu Bwana, Baba, pokea maombi yangu Bwana, pokea maombi yangu, pokea maombi yangu Bwana, pokea maombi yangu Bwana, pokea machozi yangu Bwana, pokea machozi yangu, pokea machozi yangu Bwana, pokea machozi yangu Bwana, pokea kilio changu Bwana, pokea kilio changu, pokea kilio changu Bwana, pokea kilio changu Bwana, pokea sifa zangu Bwana, pokea sifa zangu, pokea sifa zangu Bwana, pokea sifa zangu Bwana, pokea sadaka zangu Bwana, pokea sadaka zangu, pokea sadaka zangu Bwana, pokea sadaka zangu Bwana, pokea kutubu kwangu Bwana, pokea kutubu kwangu, pokea kutubu kwangu Bwana, pokea kutubu kwangu Bwana, pokea kutubu kwangu Bwana, pokea kutubu kwangu, pokea kutubu kwangu
pokea kutubu kwangu Bwana. Pokea kutubu kwangu Bwana. Pokea kutubu kwangu. Pokea kutubu kwangu Bwana. Pokea kutubu kwangu Bwana. Kutubu kwangu Bwana. Pokea kutubu kwangu. Pokea kutubu kwangu Bwana. Pokea kutubu kwangu Bwana. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Nasema hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Na Mungu mwingine aliye kama wewe. Ninasema hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Na sina baba yangu aliye kama wewe. Na sina baba yangu aliye kama wewe. Ninasema hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. na sina dada yangu aliye kama wewe. Na sina dada yangu aliye kama wewe. Mungu wangu, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. na sina mama yangu aliye kama wewe. Na sina mama yangu aliye kama wewe. Ninasema hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. 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 Yesu, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Baba, tunakuabudu, tunasema asante. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Unastahili sifa, unastahili ibada, unastahili sifa. Pokea sifa za watoto wako Bwana. Piga makofi yako kwa Yesu. Shangilia, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza. shangilia, Yesu anaweza, Baba. Yesu anaweza. Oh, Yesu anaweza, Yesu anaweza. shangilia, Yesu anaponya, Yesu anaponya. Yesu anaponya. Yesu anaponya. shangilia, Yesu arejesha, Yesu arejesha. Yesu arejesha. Yesu arejesha. shangilia, Yesu ni mshindi kwetu. Yesu ni mshindi. Yesu ni mshindi. Yesu ni mshindi. Shangilia, Yesu anaweza, Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. shangilia, Yesu
we glorify you again. We thank you for this afternoon. It is very special for us, for having given us this wonderful opportunity to worship you. We surrender before you. We surrender to you, that you may hold us, you may guide us, you may prepare us, you may make us the vessel that you want us to be. We have done all manner of things that did not please you. We seek for your forgiveness. We seek for your indulgence. Bless us, Father, again. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you. Kujoka hapa. Tunashukuru tena kwa sababu ya Mungu kutupatia nafasi nyingine hii. Ni nafasi mwafaka kwa sababu He's been faithful, He's been gracious, He's been caring, and He has given us a wonderful, wonderful opportunity and a time to be with us. Nitolee hiyo clarity. We are on this topic of not every battle is worthy your ear. This will be a series. Tutakuwa na series of about seven what? Naitangwa nini? 7? A series of 7? Ikiti nani nakaa hapa? Asense. Oh. Pastor Asense. Na Pastor Rhoda. Yes, thank you. Yeah. So, clarity poa. Toa kidogo. It is not every battle is worthy your ear. What does that mean? Tibara ciothe ciagirire matu-ini maku. Bwana Yesu asifiwe sana. Not every battle, not all battles. There are some of them are just you ignore them. Because some of the battles are not supposed to be battles. They are just meant to come and distract you. They are just meant to come and cause something or derail you from what you are supposed to be. Battles are, we have 3 types of battles. There are battles that brought to you by the devil. There are battles that are brought to you by God. And there are battles that are brought to you by yourself. So you choose what kind and how do you want to handle the battle. And before you get into this fight, you need to ask yourself questions. Why am I getting into this fight? Why am I getting entangled? Ni kwa nini napigana hizi vita? Maana vita zingine they are not worthy. Lakini zililetwa kusudi tu kukusababishia ukasirike. Zililetwa tu kusudi kusababishia uondoke kidogo, ama ukuwe na makasiriko, ama ukuwe na kitu ambacho kitafanya ufanye jambo lingine. Because the intention was not the battle itself. The intention is what you are going to do after. Bwana Yesu asifiwe sana. The intention is not the battle. Tell your neighbor, the intention is not the battle. The intention is what you will do after the battle. That other thing, hii ingine uliletwa tu kwa macho yako, ikapita kwa macho yako, it was a small screen so that you react. Ndio wewe upoteze kile kitu ulikuwa umepangiwa kupata. And this is why I normally tell you, do not engage yourself into every talk, into every discussion, into every manner of things around you. Sometimes keep your ears closed. Put your ears in safe mode. Waacha kujihusisha na kila mazungumzo, waacha kujihusisha na kila kitu umeona, waacha kujihusisha na kila kitu umesikia. Ukipata watu wamekaa wameangalia juu, wengine wameangalia chini, pita tu, jifanye hakuna kitu umeona, pita. Ukienda sasa jiulize, could that be something that worth me to look at? Ukisikia inside you ni kitu unafaa kuangalia, unaweza kwenda kuangalia. Lakini ukiangalia uone hicho kitu, kama sasa unapita pale kwa mlango, ukute mwanaume akikojoa hapo kwa hiyo stairs, ukute mwanaume anakikojoa hapo, utachugulia.
Mama Maria, utachugulia Ugikora kimudrume gigithuguma hau kona inire ni ugucothiririo ni girathuguma na githe ndwendete ndeto yo as a human being ndetiguo roda kenyari sio kitu tunaipendaka sana ndio inafanyaga tukue na toro daka handsome lakini bono umekuta kikojoa ukaangalia kado. Do you ever ask yourself why? Kama sasa huyu mama unaona hivi mama yako hivi ni mrembo sana na mtamania. Nikimuona hivi nasikia hati yako inapiga tu. Lakini akigia pale akuje kama ako uchi wa mnyama, hakuna mwanaume atamwangalia, kila mwanaume ataangalia kado. Lakini the same woman ateremke pale chini akuje na mini skirt, utaona sisi yote tunamwangalia kama ubu amekula mayai. Ni kwa nini? What happens when this woman, what you are looking in this woman when she is in a mini skirt, you sasa ameenda amekutolea, sasa uone hiyo ulikuwa unatafuta. Sasa ukikuja hapa unaona kila mwanaume asese kwanza anaangalia kado, hataki kuangalia na hajui hiyo kitu. Have you asked yourself that question? What happens? Because sometimes things are done to attract you, not to make you happy, not to make you achieve anything. Huyo amevaa mini skirt ndio wa imagine, because the battle is not at the chest, is not in the heart, it is in the imagination. Bwana Yesu asifiwe sana. So I will create an imagination. Maana wanaume hatukuragi kituliro. Kama haujuagi wa mama hatukuragi kituliro, tunataka imagination. Ndio unaona mwanamke hapa akivaa mini skirt kila mwanaume atamwangalia. Huyo mwanamke akikuja hapa akiwa noi, hakuna mwanaume atamtamania. Tutamuita prostitute, tutamuita mchawi, tutamuita mganga. Hakuna neno hatutamuita, lakini wacha huyo mwanamke akuja na mini skirt. Imefika wapi? Utakuta asese jicho karibu liakuke chini. Akiangalia sasa hiyo mke wake ako wapi? Ako hapa. Paka mke koriga na ilo deha. Umesahau niko hapa. Because it is about the imagination. The battle is done here kwenye imagination. What is that you are imagining? What is that you are looking at? Unaona ni kama iko, ni kama haiko. Ni kama ilienda, ni kama haikuenda. Imagination. Hiyo ndio inafanyanga the basis ya kumaliza huduma yako, the basis ya kumaliza ndoa yako, the basis ya kumaliza relationship, the basis ya kumaliza hata kazi yako inamalizia kwa hapa. It is not finished in the office, inagogewa hapa kwa akili tu, maana it is something small, itaachiliwa kwa akili yako. Sasa na wewe unaenda unaipanua, katika kuipanua utaipanua into the direction of destruction. By the time you come to realize, wewe mwenyewe ndio ulimaliza relationship, wewe mwenyewe ndio ulimaliza huduma, wewe mwenyewe ndio ulimaliza kila kitu. That is why it is very important for you, before you make a reaction, before you move from one level to another level, first take your time. Na ndio unaona watu wengi ukienda kwa counselors wanakuambia ukikasirika, kula glasi moja ya maji, usimese, weka kwa mdomo. Sasa katika kwa mdomo, ikikaa kwa mdomo utakuwa na a thought, second thought. Utaanza sasa kurudisha akili nyuma. Ni kwa nini Asese amenifanya hivyo? Ni kwa nini? Kumbe Asese hakuwa na ubaya. Ni uko dhinekania, agotidekania niketha amekusukuma uanguke hapa chini kwa sababu pale ulikuwa naenda kumetandikwa vizuri, lakini ni shimo, lakini amekuangusha. Sasa reaction yako unaweza sasa kugeuka, uangalia Asese mpigane magumi. Katika kupigana magumi unarudi wapi? Pale alikuwa na kuokoa. Uingie hapo ndani. Au tena utakuja kusema Asese ulikuwa unajua, mbona huko nisaidia? Bwana Yesu asifiwe sana. It is very important to understand every single battle that comes your way. Is it worth your ear? Is it worth your eyes? Is it worth your mouth? Is it worth your time? There are battles that they are not worth your time. Unakaa hapo unasikia ati mtu fulani alikusengenya jana, alisema maneno yako 2-3 jana, na sasa unaanza kureact. Don't react. Take your time. Paka vizuri na utaona kweli there is something that was being hatched, because they wanted you uhear. Ndio akili ichafuke na roho ichafuke. Akili ikichafuka, roho inachafuka. Na ukichafuka hizo vitu zote, kutoka hapo unaanza kureact, unaanza kupigana vita, na hakukuwa na vita unatengeneza. Sasa watu wakikuja kukuuliza ni nani alianzisha vita, watu wanasema ni wewe. Lakini kumbuka ni mtu aliplant, kuna kakitu ulipandwa hapa. Na hako kakitu ndio kanafanya hiyo kazi. Sasa wacha tuangalie ndio uweze kufaulu hizi vita. What do you need?
Maana these battles has to be fought. Ni kwa nini watu wanashidagwa kwenye vita? Ni kwa nini watu wanalemewagwa? Wakirushiwa kwa kitu kinamshika, wakiambiwa kitu kinakamshika? Because there is something you are lacking. You don't have mentorship. If you had mentorship, you will be able to stand firm and know huyu mtu akiongea anakuaga hivi. You have the stamina, you have the criteria, you have the understanding ya kujua mtu akifungua mdomo. Mimi ukinifungulia mdomo hivi tu kidogo, ninajuaga what you want na ile kitu nataka. Hata walking style yako ukitoka tu hapa tuachane na wewe sasa uteremuke nione nwaje kwa hiyo hiyo. Nikomenya heke duereto na dureda kujira na heke duona na utaki. Sasa mimi nitaanza kufanya calculation yangu ni nini hiyo imeanza kufanya peleka miguu yako hivi. Ni kwa sababu there is something, because you lack mentorship. Any person who reacts to a situation hakuagi na mentorship, hakuagi na mtu alimemulea, hakuagi na mtu mwenye amemuinua. Without mentorship you can't become. You will be reacting to small things because nobody was there to caution you, kukuambia hii kitu ikifanyika hivi inaendaga hivi, hii ikifanyika hivi inaendaga hivi. Ukiona hii kitu kinafanyika hivi ujue. Unaweza kuona biashara leo hakuna biashara, unaanza kureact hata mmoja kutile wewe, ai mwadhani nilikana kumbuka mimi mwadhani. Kumbe siku hiyo ndio kulikuwa kukuja kulipuliwe na Al-Shabaab. Ndio kwa maana Mungu alitaka uvuge mapema. Ukivuga mapema ukienda unasikia Al-Shabaab walikuja hapo neighbor wakaua watu 20. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kitu kinakuwa na sababu. Hakuna kitu kinafanyikanga kwenye maisha yako ambacho hakina sababu. Watu kukuja kwenye maisha yako wako na sababu. Ukiwa na mahali fulani mumeenda kuko na sababu. Everything that happens around you has a spiritual meaning. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the most important to understand. What is the spiritual aspect to what is happening today? And the spiritual aspect of what is happening today can only be brought to you by who mentored you. Nikitaka kujua wewe ni kwa nini unaliaktigi nafuatilia na kuuliza maswali. Kabla ukuja hii kanisa ulikuwa unaenda kanisa gani? Unasikia mtu anakuambia nilikuwa naenda Karen, kanisa ya Msugu. Sasa unajua Wasugu hawakuagi na tabia mzuri, hawajui kuweka watu vizuri, wanajua kubeberesa na wanajua kutake kila kitu for granted. Lakini sasa ukikuja hapo nakuta sisi black men tulilelewa na wamama walijua na tunyorosa. Mama na kunyorosa, alafu anakufugia kwa karumu kama haka, anaweka pilipili kwa jiko na anaenda kulima. Unang'ang'ana na hiyo shida yako, unang'ang'ana. Alafu mwema mwingine alikuwa anaweka mtu rokunyo hapa na kukamatia hapa na anakuangalia kwa macho kama unataka kumwaga machozi. Sasa lelewa na Msugu mwenye anasemanga relax. Utakuta huyo mtu atakuwa kimisbehave kila wakati, maana ni wa kurelax. Na hapo amekutana na mtu alipigwa rokunyo na mama yake. Sasa unajua nataka kumweka rokunyo, anaruka juu, ataita polisi mara moja, maana hajazoea. Bwana Yesu asifiwe sana. So wale watu hawana mentorship mzuri, spiritual mentorship, business mentorship, physical mentorship, whatever kind of a mentorship, wanakuaga na shida. Ndio unaona wana react simple. Kitu kadogo unaona ameruka juu. Tusome kitabu cha 2 Chronicles chapter number 1. Tusikie mambo ya Solomon na David. Ni kwa nini Solomon na David walifaulu kufanya maneno ile walikuwa na faulu? Ule ni nani yako pale? Wewe unafanya nini hapa? Na umekaa, ni biashara gani ulikuwa unafanya hapa? Sakasi? Okay, asante. Najua siku hizi I'm very wary of everybody. Tagu wewe, ile mnabii alikuja hapa, ulitoa hiyo kitu yake kwa nini? Kwani alikutabiri? Ule msee alitoka Nakuru, alisema kuna wanawake 4. Mmoja na red, mmoja na blue, mmoja na green, mmoja na ulitoa kwa nini? Kwa nini wewe ulitabiriwa? Iko wapi? Iko uliweka mahubiri yangu ukatoa ya huyo msee. Kwa nini? Walitoa. Ulihogwa na nani? Hao wanawake 4 walikuja kukuhoga? Naitaka leo kwanza nataka tuichabue hiyo. Tuone hiyo unabii imetimika baka wapi? Maana imetimika. Unaona shetani anajua. Aliambia kijana toa hii.
jamaa akatoa. Imetimika baka wapi? The 4. Hallelujah. Hau niho muda amenya kana muratorana na Ngai kana mutiratorana nake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na imetimika. In fact naona kama imebaki moja tu. Ukiangalia observation yako ni mmoja amebaki. Na ataenda before the end of the month. Ataenda na mtaona tu akienda. Mtamwangalia tu. Labda ni Mama Maria. Bwana Yesu asifiwe sana. So we are talking about mentorship. It forms your basis of what you become. And we look at the book of Solomon chapter number 2 Chronicles chapter number 1. Nasema Solomon the son of King David took firm control of the kingdom of Israel, and the Lord his God blessed him and made him very powerful. Underline, took control. Hallelujah. Took what? Control of the kingdom of Israel. He took firm control because he had firm mentorship. He had been mentored by the Father how to manage the kingdom. Therefore, he took control because he knew how to take control. He could not have taken control if he didn't know how to take control. If he was not mentored, he will not be able to move. That is why you see, for those who are getting married, if you get married, you find mtu mwenye amelelewa na wazazi wake vizuri na mama yake vizuri, hata siku yake ya kwanza ya kuolewa, utaona huyu ni bibi material. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona huyu ni bibi material. Ni mubi, anajua msee ameingia, anafaa kupatiwa nini? Koti ya kwanza anatolewa koti, koti inawekwa naambia msee wangu pole kwa majukumu. Pole na majukumu. Alafu anachukua kiatu yake anamtoa. Anatoa tu socks na mwambia pole na majukumu. Mume wangu, kisha namwekea kikombe cha maji. Anakunywa, kisha namwambia tafadhali mume wangu nipe dakika 15 natayarisha, I warm the food. Unakuta food is ready, unaletewa. Mume wangu anakaa hapo, hakuwekei mashakura hapo, na kuna wengine wanakupikia chakula kingine ni mashakura, alafu anakuweka hapo. Kuna mwingine anakuja anakaa hapo, anabeba chakula chake anakuja anakaa hapo, wanakula. Maana alionanga mama yake hivyo ndivyo alikuwa anafanya baba yake. Sasa anakaa hapo, mnakula pamoja. Maana kuna wase wengine wanapedaga wakiona mtu wakikula, mnakula nini? Mnakula pamoja. Hata unaona amechota na kijiko, amepatia mke wake dokeweto nini urashama. Unakuta the growth of the family inakuwa na relationship which is very fundamental. Lakini siku hizi sasa chukua mtu kwa nyumba, anakuambia microwave iko hapo. Na sasa hiyo umechoka. Sasa hiyo umeitwa na muhindi takataka, jinga, kondoo, ng'ombe wewe. Ukifika nyumbani nakuta bibi ndio huyu, hata hataki story zako. Hataki hata kukuangalia. Anakuambia microwave yeye hau. Na mimi mtu kama mimi sikulagi chakula ya microwave. Sasa unaona nitaingia kwa jiko, nichomeke vidole. Na nikichomeka nitafanya na kare jagirida hiki ndio unaanza gases zinaanza kutoka gases. When unaenda kuumwa hivi unaanza gases because it has been created, because there is no foundation ya kule huyu mama alitoka. Hakuna foundation ya kusema there was a ground. Huyu mtoto alilelewa na mama na heshima za kumheshimu baba, na si labda si makosa ya mama yake, maana hata mama yake hakulelewa kama sasa eji yetu hii, eji yote akina Roda hapa, akina Agnes hapa, nituraredu ni ashari yetu. Hatukulelewa. Ukiona hawa sasa, hawa wako na tabia, wanaheshimu baba zao, wazee wao. Huyu mama akipigwa simu na mzee hapa, afadhali aachane na kihujo. Aikoroke hakiada. Na radhi godia terere shafi uigete ha. Ogo tu negetha shoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa mimi Agnes, wewe na miaka ngapi? Uko furo? Watu wa floor 5 na floor 4 na floor 3 hopeless kabisa. Hakuna, hatukulelewa. Sijui ni kwa nini ni makosa gani tuwekile. Wewe floor? Wewe mwegeka, wewe ni warukunyo. Wewe ni wakunyo. Hivyo tutia kunyo. Sisi hatukukunywa vizuri, hatukufundishwa tabia. Wamama hawa uchukue kama huyu Roda. Huyu Roda ni mtu wa kukwambia, wa kukuletea chakula baridi ukule huyu. Huyu atakupatia chakula baridi. Na aone na asione, na anaenda kwa simu, anaendelea kuchaki kwa TikTok. Ukimuuliza maji iko hapo, my dear, it is the sink. Na shughuli na anaenda. Sasa hiyo nakuta mama mwenye alilea mtoto wake vizuri, aone venye anafanya. Unaona mama anakuchugulia tu kutoka kwa mguu, anakuchugulia tu, ana imagine na rekoro wewe wako wewe. Iya kuriga.
oikare wega. Because there was mentorship. Where there is no mentorship, there will be struggle in the relationship. Where we don't have mentorship like in this church, we will have struggles. Tutakuwa na struggle ya aina kila aina. Katika kazi where there is no mentorship, utakuta Wahindi, kazi za Wahindi zinaendeleanga. Unakuta kama hii ya Merari, hii ya Ferrari, hii Merari ya miguu. Ni kazi ilianzishwa 1868. Ndio walianzisha 1868, na imekuwa ikiachua mtoto huyu akikua. Sasa asemechea kale kijana kake ka 25 years ndio kameachua, ndio kanarani kampuni, kwa sababu kamekuwa ndani ya kampuni na kametengenezeka. Sasa Agnes akifungua kampuni hapa yake, hata taka mtoto wake akanyage huko akigia mtoto na kodoa jicho na kodolea mtoto jicho. That is our culture. Mimi siwezi kubali watoto wangu wakikuja hapa nitaanza kufikiria kuna vitu wataanza kufanya vitu vingine, because mimi sikulelewa na baba yangu kuonyeshwa kuna kitu nafaa kuachia watoto wako. We don't mentor. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Solomon is the son of a king, so this king mentored him, alimtengeneza for the preparation ya kukuwa king. Bwana Yesu asifiwe sana. And then verse 2 please, quickly. King Solomon gave an order to all the officers. Umeona? Huyu ni mtoto, amechukua kingdom. Then what he did, he gave instruction to all the officers, because he knew a kingdom can never be a kingdom where if you don't have other people. A kingdom, mahali kama hapa tunakaa hapa na nini, tunakaa hapa kwa sababu tuko na watu ambao wanafanya kazi hapa. Kuna mtu anafanya worship, kuna mtu anafanya media, kuna mtu wa ofisi, kuna mtu wa kufagia, kuna mtu. All this is a structure of a kingdom, inaitwa the synagogue. Bwana Yesu asifiwe sana. So you cannot bypass. Hauwezi kukua one man guitar hapa na ufaulu. Hauwezi kufanya kazi ati wewe peke yako unafanya hapa ufaulu. You cannot be able to do that, because we have intergroups ambazo zina operate mahali hapa. Maana mimi mwenyewe as the founder I created, ndio unaona kuna Deborah, kuna hii, kuna vikundi na jaribu kutengeneza vingi, because I want to build an organization that has a foundation of leadership. But if I was to do it myself, ikuwe ni my ministry, my thing and my everything, I will be one man operating. Mimi nitakuwa asha, mimi nitakuwa security, mimi nitakuwa pastor, mimi nitakuwa interpreter, mimi nitadioma na mimi nitadiomora. Bwana Yesu asifiwe sana. But in all things, you see, all this time I have wasted a lot of time not trying to build a one man guitar thing, trying to build an organization where we have leadership structures. Unakuta hapa kuna leadership, and this is what now prompts you to become an empire. You cannot become an empire with one man structure, with one man system. You can never, you will never. So David had a structure, because hawa watu anawaita si watu wake, si watu wa Solomon, ni watu wa David. Bwana Yesu, kwa alikuta aka-inherit a structure that was existing. Bwana Yesu asifiwe sana. Meaning this man will not want to listen to one person, will not want to listen to small things, because these small things are being tackled by other people in charge of departments. So I will not be nikisikia kuna shida hapa kwa worship team, si mimi nikibiria kwenda kujua ni nini. Hapana, nitaita sasa nimuulize what is happening there. So I send as go and solve the problem, because it is not worthy my ear. Bwana Yesu asifiwe sana. The reason you build structures because there are so many things around you that will be happening around you that are not worthy your ear. Bwana Yesu asifiwe sana. King Solomon gave an order to all the officers in charge of units of 1,000 men, of 100 men, all the government officials, all the heads of families, and all the rest of the people. Are you getting me now? He gave 1,000. They were a unit ambayo ilikuwa na 1,000 men. Hiyo ilitengenezwa na nani? Na baba yake. Haisi Solomon alitengeneza. Kuna unity ambayo ilikuwa na 100 men. Hiyo ilitengenezwa na baba yake. Kuna unity ambayo ilikuwa all government officials. Wote hawakutengenezwa na Solomon, walitengenezwa na baba yake. All the heads of families wote wakaitwa. Si yeye alitengeneza head of families, ni order ya baba yake ndiye alitengeneza structures ambazo alikuwa anatawala nazo. You cannot make it, you cannot be successful in life, you cannot be successful in ministry if you don't have the structures.
Na ndio naona afadhali tuende pole pole lakini tutengeneze structure. Afadhali tusikimbilie lakini kukue kuna structure. Afadhali mpigane, mnapiga mnasikia Roda nimemchagua ofisi ya inaitwa humanitarian. Ile hapa inaitwa nini? Hospitality. Hospitality. Afadhali nikiweka huyu mgoge nitagoga kidogo niweke huyu. Mkigoga tena nitatakaa chini nitaweka huyu. Mkigoga ndaweka ingine mpaka when I will have the right person in that office. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I believe in structures. I believe ukikuja kwangu nyumbani, I believe in structures. Kuna mfanyi wa kazi wa kuchunga ng'ombe zangu, kuna wa kuosha nyumba, wageni wakikuja kuna mtu nitakuita ukuje saidia huyu kupika hii chakula, because I want that protocol. Bwana Yesu asifiwe sana. But I can't job wewe kwa ng'ombe. Amekuwa mai huleta kwa ng'ombe. Na makeli na yale mumujokeira huko. Alafu ndio anakuja kukusavu hapa. Hapana, haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. You must create the protocol. And every person that comes in your family amekuja kwako, huyo ni watu marafiki wako wote. Na marafiki wakikuja, kuna yule rafiki unajua huyu anaweza kufika mpaka hii aende hapa, kuna huyu anaweza kutoka hapa aende hapa, kuna mwingine anaweza kutoka hapa aende hapa, na kuna mwingine unamweka unatafuta kiti kule nje, mnakaa naye kwa nyasi huko na mnamaliziana wapi hapo, na unamuonyesha gate ndio hii, because kuna structure. Na usipokuwa na structures utakuwa na shida. Na usikubali mtu akuja haribu structure zako. Kaa na structure zako, maana wewe ndio ulisugumusiwa na Mungu kuhusu hiyo structure. Ndio nangangana hapa na jaribu kuweka hii system, naweka hii system mpaka ile structure Mungu aliniambia nitengeneze itengenezeke na itasimama. Because again, wakati unalea watoto, ministries new, wakati unalea watoto kuna teething problems, and that is why you have a teacher as a leader in this department, a leader in this department, a leader in that department. Ndio hiyo teething problem ikuwe solved pale. Maana you cannot be able to be solving every problem where do you solver, where every problem where do you natatua, every problem where do you kwa pana, utazeeka, utakoda, utakuwa kama anakoda. Na ukikuwa kama anakoda sasa utakuwa ni shida ya kuanza kutukana watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So tuendelee kidogo mami. Tuendelee hapo chini. Yes. King Solomon gave an order. Tuendelee chini. Verse 3. Commanding them to go with him to the place of worship. You see now, he has commanded leaders to go with him to the place of worship, because he knows the worship he's going to do will involve the leadership, will involve every person. So you unatoa mafuta yako, unaita hawa ndio awagawie mafuta. The reason na waonaga na waita kwangu nyumbani, mkuja tukule kabusi, si kabusi kako na haja, kuna kitu nataka ku-impact, kuna kitu nataka kuachilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sihitaji watu wote, kuna wale specifically naita, nasema nataka grupu hii kuje, because nimesikia in me I am supposed to release, to kuachilia upako, kuachilia neema fulani kwa watu hawa, kulingana na ile kazi wanafanya. Kesho kutwa nitaita grupu hii ingine, tukuje hapa, tukae hapa, tukule pamoja, tukunye pamoja, ama tuende retreat mahali, tuende tukae huko, ama tuende kule Kilimani, kule mlimani Gong, tuende, kwa sababu kuna kitu Mungu ameniambia achilia hii. Bwana Yesu, vitu haviachiliwagu hivyo hofyo ati tudonoka koga ili hali kuachili. No, these things to be released, God commands when to release, how to release, and at what time to release. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is the time when releasing, ndio kunatokeaka to shaitani twingine. Unaona hako kamerupuka huko, hapa kanalipuka sababu kanataka nikasirike, nisiachilie. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. And this is the most important thing. That is why not every year deserves an attention of anything or any battle, because kuna kabato kataruka, kakiruka, unajua haka kamekuja papasili kakutatize wewe, katatize moyo wako, na hiyo unapatia sense and solve hiyo kitu. Unapatia huyu mama and solve hiyo. Kuna siku nilipatia huyu mama, nikamwambia aende atununulie mahidi na maharagwe huko Githurai. Alipokwenda kununua, ile shida ilitokea hapa, na nikaambia huyo mama amenikoni pesa. Sasa nikawaambia sasa tuendeni next time tununue, nyinyi mwende mkanunue. Sasa wao walinunua expensive kuliko ya huyu mama alinikoni. Sasa nikauliza, sasa nani hapa mkonini imetokea wapi hapa? Lakini nilijua
Ni vita vya kimaeneo, territorial battles. Kuna territorial battles, mtu kama amekamata territory yake na amemark territory, anakaa kankang na anakaa hapo gangari, afadhali kila kitu kianguke lakini mtu mwingine asiingie hapo. Haya, they don't care. Afadhali waharibu, afadhali yote, afadhali matuage na ilio wanatemea chakula yote mate, watu wote wakiona ndio msikule. Na hiyo kisuri naisha na vita zinainuka. Immediately what happens? Kunatokea kitu inaitwa strife inaingia kwenye organization. Mnaona mnangangana kufanya kitu, mnangangana because the right people for that occasion, for right people for that work wameondolewa, wamekuja mafake. Maana wao wana mark territory, hawa mark kazi, hawafanyi ile kazi Mungu ametoa, wana mark the territory. That is why this man, with the wisdom that was mentored to him by his father, he knew that I cannot succeed without these people. Bwana Yesu asifiwe sana. You cannot succeed. Hauwezi ati upige watu hapa kanisani uanze kufukuza wengine alafu fikirie kuna mahali unaenda. Hauwezi. You're going nowhere. Utakufa tu hapa na utatoroka. Na utatoroka tu bila kuambiwa na mtu. Hautaguzwa na mtu, lakini venye utatoroka utabeba tu mizigo twako kama umejificha. Utatuingine utakuwa kiitishia pale chini. Maana you are an enemy to the success. You are an enemy to the victory. You are an enemy to the process of God. When you become the enemy of a process of God, then God will himself create fear in you. Utakuwa ukitoroka bila kufukuzwa. Ulionaga kidudu kia mundu kora, unatoroka. Unaenda unaangalia unatoroka. Unaenda unaangalia unaona ni kama unaona Ani kule. Unaona ni kama unaona Jerry kule. Lakini hawako. Ni the fear that has been put in you. Because God will chase you. Na ndio uliona alituma nabii hapa. Akasema kuna watu wangapi? 4. Alisema kwanza kuna malaika aliteremka hapa na alikuwa na paga. Alafu hawa wanawake wakakuja wote wakachijwa. Sasa ukiwaangalia wanatoroka peke yao. Hawajaguswa lakini they are disappearing. Hawajaguswa. Si kama wale wengine tunapiga kelele wakienda. Hawa hakuna mtu atapiga kelele maana wanaenda smoothly kama magentlemen na magentle women. Kuna magentle women. Bwana Yesu asifiwe sana. Commanding them to go with him to a place of worship at Gibeon. He commanded. You cannot go with yourself peke yako into the place of worship. You need your team. Bwana Yesu asifiwe sana. So that when you are at the place of worship, una release the impartation to these people, so that these people can respond to the calling you have. They cannot respond. Your work cannot be. Huwezi kufaulu if you don't have people responding to the call. Na huwezi kuenda na watu ambao hauwahusishi kwenye madhabahu yako. Uende peke yako, unawaeka kado, alafu mnakuja kufanya kazi pamoja. Haitafaulu, itaaguka. Maana you are not spiritually connected. They went there because that was where the tent of the Lord's presence was located. Hallelujah. The reason of bringing these people together, it is because you are taking them to where? The tent. Mahali Bwana ametengeneza. Mahali pameamuliwa kazi ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Ndio na maana nakuita na kuambia tuende mlima ya Ngongo. Ndio maana nakuita tuende mwadika mlima Kenya. Ndio maana nakuita tukakwambia kuja kwangu. Ndio maana nakuita tutakuja hapa because kuna kitu kiko hapa ambacho Mungu amekitenga. Na nikiwa katika hiyo location ndio ninaweza kuachilia. Kuna vitu siwezi kuachilia hapa, lazima tuende mlima ya Ngongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu siwezi kuachilia hapa mpaka tuende Mount Kenya. Kuna vitu siwezi achilia hapa mpaka tuende kwangu. Because hata kwangu pia ni madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. So kuna lazima ukiona nimekuita kuja, maana kuna kitu naachilia. Si chakula yangu niko na haja na wewe ukule. Hapana. Ni kuna kitu Mungu ameambia kuna chagua watu 5 fulani na ananiambiaga majina. Fulani na fulani na fulani. Waite mkuje mkule kanyama. Sasa tunakuja kule na tunachomeka nyama hapa tunakula, kumbe kuna kitu inalilisi. Sio lazima niseme pokea. Hapana, katika mazungumzo tu umepata neema fulani, umepata kibali fulani. Na katika hayo mazungumzo utaona mtu mwingine ametoka na kasi, ametoka na shida, ametoka na maneno hapo the same place, because kuna mtu anakujaka anapokea amani na mwingine anapokea shida. Kuna mtu anapokea baraka, mnaenda kwa mlima Mount Kenya, unaona mwingine amepokea baraka na mwingine amepokea nini? Laana. It all depends. How are you going to accommodate yourself in this process of God? How are you going to accommodate yourself in this? Did you understand why we went to the mountain?
Una understand ni kwa nini tulivaa nguo za white? Una understand ni kwa nini tulienda kule tukafanya whatever tulifanya huko Mount Kenya? Una understand ni kwa nini tulienda kule nani? Kunaitwa nini? Kule Gong. Ni nini tulienda tukafanya? Uli understand ni nini tulienda kufanya ole karao? Haleluya. Maana kuna watu tulienda ole karao mpaka sasa hawajajua nini kilifanyika na hata hawaoni ni nini kinafanyika. Are you seeing what is happening in the nation? From ole karao. Yes. Watu maneno yameamuka, imechamuka. Baka Ruto anaitwa amekoda. Anasuka. Baka ameita Wakorino Sunday. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu madhabahu ambayo ilikuwa imemshikilia ya Abadea, maana madhabahu ya Wakikuyu inakuwa Abadea sio Mount Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Vita ya Mau ilianzia Abadea, si kuanzia nini? Mount Kenya. Ilimalizikia wapi? Abadea, si Mount Kenya. Kwa hivyo madhabahu ile vitu zote za vita ziko wapi? Zilikuwa hapo tulikuwa. Na lazima tukienda hapo. Bwana Yesu, na tulete wale wahusika hapo. Tulete mapasta hapo. Tulete manabii na madivina hapo. Wachawi wote hapo. Ndio tumalizie hiyo game hapo. Na ilipomalizika kutoka siku hiyo unaona Ruto ndio huyo kwa Kiegei, unaona Ruto ndio huyo kwa Wakorino. Sasa anataka kuita wase hao. Anaanza kuwatafuta, anataka kuwaita State House. Waende wakamwage pombe ya Muratina kwa State House. They are planning to do that. Just wait. You see by your own eyes. Wataenda. Wale wanaitwa chief sia. Na wengine na kale kama mtu kalikuwa kameniweka kwa posta yake, kale father. Na nikage. Kau nikage. Yeye father. Wacha nikwambie maana wewe hujui. Unajua yeye ni Mkristo, Mkatholiki, murokore. Aria mahonokaga na makarumira undu na urimu. Matiendaga kuigua, matiendaga kuthikiriria, matiendaga kuona undu ngitiga ucio moe. Ucio niguo ukatholiki waku. We uri urimu muingi muno. So ndwendaga kweka observation kumenya mundu ucio oya kuguru kuu gioneke. It is not your problem. Ati mundu ucio for you it is not your problem, but for me it's a problem. Why you walk, why you say, why you do, it is my problem. I want to know why. Hako umesikiliza? I said niliwatumia nani? Siku moja mtu alikuwa anaitwa Kawalia. Unajua Kawalia is a Ugandan. Yeah? I will send you that again. Mwende musikilize. He was a Catholic. Alikuwa catechist. Na alikuwa Rome. And they were trained, they were coached on how to come and destroy mantles. And that is the doctrine in Catholic. Wale wanaitangwa wa Nazarene. Umanielewa? Wale wako hapa Karen. How kazi yao inakuanga hiyo, how to destroy mantles. So this father was part of them. Alikuwa Haiti, alikuwa New York, alikuwa all the countries yameenda kuna kashida fulani, because it is not him, it is a group of men and women who does that. Wengine ni masister na wengine nini ni mafather, na kazi yao wanaendanga kuingia mahali to make sure they have killed a system of God that is about to happen. This father, that huyo kajamaa, it is not a person to undermine at all. Mimi nikipatiwa Ruto na haka kajamaa, au Ruto nitampuuza na nitamwacha huyu, wacha nishughulike kidogo, nitakuja baadaye. Ninaweza kumpatia hata 5 years niende bila kushughulika na yeye, lakini haka nitaanza kudili nako immediately. This man is more popular, is more powerful. Ametumwa kutoka the Father kule kwa Baba Mtakatifu. He is a man on a mission. Huyu ni father mwenye anasema ni Mugikuyu lakini hajatoa kora. Unanielewa? Huyu ni mtu anakuwa kwa kila event inafanyika that is touching spiritual body of this country. Any spiritual matter of this country, he will be there. Ukisikia Maponga ule wa South Africa amefika hapa, ameenda Mount Oregon, utakakuta hapo. Ukisikia tumeenda Abadia, unakuta hapo. Wakaenda hapa Githogori, kalikuwa hapo. Kila mahali kumefanyika. Karolaya ni wakati walienda kupeleka material period pale Mount Kenya, kalikuwa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Shika mtu. Hako sika mtu. Turahugane kafadha kaikirioja kautika mundu kautika mundu na mutigathake nako musikicheze na sikamekuja hapa. Ule msugu alikuja hapa, sikalikuwa hapa, kalitoka wapi na msugu na hawakuwa pamoja na msugu? Niliuliza huyo mama, unajua huyu father? Akaniambia simjui. Nikamuuliza wewe unajua huyu msugu? Akaniambia tunajuana zaidi mbele.
Na kakuagi akana pesa, lakini utakuta kanalala Serena. Uliza mother atakwambia wanalalagaje Serena. Uliza mother atakwambia wanalalagaje Serena. Si unajua ile story yetu? Yule mtu wenye alikuwa si hapana. Ule testimony, I'm talking about your testimony. Yes. Walikuwa nalala wapi? Serena. Na anakuja na hewa. Hakuji na ndege, anakuja kutoka South Africa na hewa. Anakuja na anakoboa Serena. Kuna manager mmoja wa Serena aliniambia kuna siku moja mgeni amekuja akiwa pale kuingia kwa gate kwa mlango. Amekuja ni mgeni, amekuja ni mzuri, ni mtu kawaida. Walipoingia kwa lift anampeleka kwa room. Akakuta ako na jicho moja hapa na mko naye ndani ya lift. Jicho moja hapa inamumulika. Jamaa aliniambia alisikia tu makwajochi. Alafu the following a few days later huyu naitwa nani? Huyu anatusaidia sana. Huyu wa computer naitwa nani? Bill Gates. Akakuja. Na alikuja huyo jamaa ile room alienda alikoboa, alikobolea huyu. So naona? Maneno yanataka hivyo. There are people you don't understand. Nitakutumia hiyo ya Kawaria. Ulisikilize from one how they were able to destroy, to break a revival in Uganda. Hallelujah. Ushaisikia hiyo? How they were able to destroy a revival in Uganda. That is what they are doing because it was supposed to be in Uganda revival. Wakati waliweza kuibreak ilishiftua Kenya. And again now they are planning and doing everything day and night kubreak. Na target yao na target Waruinge. Ndio naniona kalikuwa kameniweka kwa poster ati mimi ni master of ceremony. Sasa nikarudi nikafanya hiyo kitu. Sijui kama ani wenako. Sijui kama una hiyo poster kama iko niwekee hapa niwaonyeshe hawa. Hako poster kalikuwa mimi ndio master of ceremony. Huyu chifu sia alikuwa. Ule mzee tulienda huko Keheko huko alikuwa kwa hiyo poster. Yaani ukiangalia zile vitu zote tulifanya kule Abadea ndizo kalikuwa kameweka kwa poster. Unanielewa? Hiyo vitu tulifanya. Wale watu walikuwa huko. Ndio Uhuru ndio hakukuja lakini Uhuru alimtuma Kememia. Umeelewa? Alituma Kememia. So unataka kuniambia huyo ni mtu mjinga? Aliona kabla tuende, alikuwa anajua kuna kitu inafanyika, alikuwa anataka kuifanya kabla tuifanye kule Githunguri. Baadaye umeona tena hiyo shida, hiyo venye walikuwa nataka kufanya wameileta Githunguri. Damu imemwagika haijamwagika? Wasee walinyoroswa hawajanyoroswa? Bas. Ni nini unafanya hapo wewe? So, tuendelee verse what? Tulikuwa verse 3. And Solomon and all the assembly with him, commanding them to go with him to the place of worship at Gibeon. They went there because that was where the tent of the Lord's presence was located, which Moses, the Lord's servant, had made in the wilderness. Angalia sasa. We are talking of David and Solomon. But when was this tent made? During the days of Moses. Long time ago. So where the altar imejengwa, it remains to be so forever. And it will attract the people of God to where it is. You don't change. You can't change an altar. That is why mtu ndio anaodolewagwa kama amekuwa kwenye madhabahu ambayo hawezani nayo ama anataka kuibadilisha kwa kusudi lake. Utaodolewa na hakuna mtu atakuondoa. The altar will fight you. The altar will destroy you. The altar will move you. Kama sasa venye unaona wachawi walikuwa wamekuja hapa. God rose up the spirit of discerning na wakaonekana. Na walipojulikana tulipotoa hizo tunyugu hapa na maji hapa. Ndio hao wamepotoroka. Maana they are the one walikuwa naweka hapo. Maana they were fetching for the control ya territory. They were controlling the territory. Sasa walijua wakicontrol madhabahu hii, watacontrol kila kitu iko mahali hapa. Na hao sasa tena wakakuwa lesbian. Bwana Yesu asifiwe sana. Na walikuwa nalala siku nikiangalia kwa kamera twangu, kuna siku walilala hapa.
Then wakakuja wakahama wakalala pale, wakakuja wakahama wakalala pale, wakakuja wakahama wakalala hapa, wakakuja wakahama wakalala pale, na walikuwa nashikanisha nini? Viti. Halo. Na wanajifunika na kitambaa moja. Wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukikuja hawaangalii, najua sasa wanaume sisi tunakaka nini, si unaangalia si huko na si ingine inakuja zinaangalia huko. Lakini hii ni si wanafanya wanaharukana kama siodo. Ndio kumaliza madhabahu. Hiyo ndio nataka kumaliza. Wakati waliona haimaliziki, hiyo ni kuachilia the spirit. That is why you see wakati LGBTQ wanakuja push agenda ya LGBTQ, gay na lesbian, the motive haikuangi gay na lesbian. The motive inakuanga, how do we alienate these people from God? Ni nini tutaweza kuwasukumia ndio Mungu akasirike na wao? In the book of Deuteronomy chapter number 7 inasema ati Biblia inasema wakati nitawapatia hiyo shamba, the land I'm taking you to, the place I'm taking you to possess, which is occupied by 7 nations which are mightier and stronger than you. What will you do? You shall never intermarry with them. You shall never work with them. You shall never have any agreement with them. Why? Because they will lead you. If you do that, they will lead you against me. So my anger can rest on you. So the motivation ya hizo vitu naonanga madhabahu zinaletwa hapa, madhabahu zinafanywa hapa, ni ndio sisi tufanye mambo ambayo itakasirisha Mungu. Maana akiachilia spirit ya lesbian, sasa huyu badala aone mimi mwanaume mzuri hivi, ataanza kuona wewe. The next time utawakuta either kwa kule kwa choo, unamumunya akikushika. Kishika maneno hapa, sasa huyu anashika huyu. Sasa niwe imagine na kimudru metani. Tuko kuna sense na wale atuko tunaenda kwa makauko tu. Kwa sababu kila mtu hapa amegeuka. Amekuwa si wetu tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Because a spirit has been poured. Kuna roho ambaye ameachiliwa hapa. Na hiyo roho ni ya kusababisha tukosane na Mungu. The reason ya kufanya vitu ambavyo vinafanyika ni kwa sababu ya kutafuta makosano yetu na Mungu. Na ndio naonaka saa nyingine nakaaga kama nini? Kangauro, nakaaga mbaya, nakaaga mkali. Ikifika ni kwa madhabahu nakaa mkali. Sitaki kujua yeye ni nani. Takupiga, takuvurusha. Maana madhabahu inajua iko na soja, mimi ni soja ya kurudi hapa. Na ukikwenda hapa vibaya, madhabahu inaniruhusu kunikuchape bakora ya kichwa. Ndio kiugaga gai odina kouga dine kanena kou. Sitakufanya nini? And verse 4 please quickly give us verse 4. Naona time imeenda sana. Naona nimeongea sana. The covenant patia verse 3 to continue na 4. Ndio tushikanishe hiyo. Which Moses the Lord's servant had made in the wilderness, verse 4. The covenant box, however, was in Jerusalem, kept in tent which King David had set up when he brought the box from Kiriath Jearim. It is King David. So the foundation of Solomon is founded on King David. So King David had prepared everything. That is why you need leaders and prepare them for the leadership, for the instructions from God. For everything that you do, you prepare them. And this is what will help you now shut your ears to many things. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 5 please. The bronze altar which had been made by Bezalel, the son of Uri, and the grandson of Hur, was also in Gibeon in front of the tent of the Lord's presence. King Solomon and all the people worshipped the Lord there. Why? Because the ground is fertile. The ground is prepared. The ground is ready. So you have already prepared people to worship in a particular place which was already coronated by Moses, created by Moses. Na ukienda nyuma utaputa this is the same place Abraham alikuwa amepeleka mtoto yake kuchinja Isaka. So na hapa ndio hapa mtu anaitwa Jakobo aliota akaona watu wakipanda wakishuka. Maana ni madhabahu, na madhabahu ikijengeka haibomoki, na hakuna the wrong people watakuja pale. Watakuja lakini watachomeka. Jinsi wataondoka hauwezi kuelewa, because there is a foundation of the holiness of God. There is a foundation of the systems of God. So once you build this foundation, once you build the structures that God wants you to do, if you do the will
and firmly do the will of God, God will remove all the impurities amongst you. In your business, in your work, kwa familia, kwa kila kitu ambacho unafanya, the impurities will be removed. And this is why God will do the battle. And this is why not all battles are worth your ears. Some of the battles, you release them to the altar. The altar will do. The altar will do the selection. The altar will destroy. Sasa ukisikia mtu ameleta makelele, huyu amefanya hivi, huyu ameenda kule, huyu anafanya, huyu anachiba, don't fight. Pull yourself out of it, because it is not worthy. Maana ikifika ni kwa madhabahu, achia Mungu, ondoka, because God will do. Raise your altar and let everything happen around you because of the power of the altar. Tusimame kwa miguu yetu. Baba, nakushukuru, nasema ni asante kwa wema wako, asante kwa hata kutufikisha mahali umetufikisha. Mafundisho yako ni mazuri. Thank you for the foundation. Thank you for the teachings about Solomon and his behavior towards the anointing that he had, and his father, what he did to him, so that he can be able to stand. Father, I speak the blessing to these people, that God, you may be able to guide them, to see, for them to see, to understand, and walk according to your own will. Let them, Father, follow the instructions of the structural power that you've given unto us, that we may be able to raise a team, an organization that is full-fledged, the organization ambayo imetengenezeka kwa misingi ya kiufalme wa mbinguni. Tuwe na viongozi ambao wewe mwenyewe umewatenga kwa ajili ya kazi yako, umewatenga kwa ajili ya makusudi yako, umewatenga kwa ajili ya nia yako. Tuongoze kwa kila jambo, tuongoze kwa kila baraka, na wale ambao si wa nyumba hii, ambao walikuja kwa ajili ya kuvuruga nyumba hii, Baba, na kuomba utuondolee, uwapeleke kule wanastahili kukua. Nasi ambao tutabaki kufanya kazi yako, tupatie hekima ya kufuata jinsi inavyokupendeza. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Sasa leteni sadaka zenu. Lete hiyo kikapu raka. Watu wa kasimu, mwekeni kwa simu. Watu wa kashi, holia. Holia. Oi holia. Holia. Thank you. I'll tell you the reason. Tusimame kwa miguu yetu tunaposhukuru Mungu. Kujeni hapa mbele kidogo. Ukitoa sadaka yako kuja hapa mbele. Kijana. Yes. Simama hapa. Niangalie. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I speak healing. Every spirit of witchcraft, wachawi, hamna mamlaka tena. Navunja kila aina ya uchawi, kila aina ya madhabahu ya waganga na warogi iliyosababisha magonjwa ya ngozi kwa mtoto na macho. You are powerless. Na inua madhabahu ya Mungu. In Jesus' name. He's healed. Thank you. Inua tu mikono yako juu. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu, naomba unipe hekima ya kujua kukaa jinsi unavyotaka katika nyumba yako, kule ambapo unafanya kazi na kwenye familia yangu. Just lift up, tell God, I want to serve you. I want to serve you. No, please. Hold on kidogo. Tell God, I want to serve you in a different way, in a manner that pleases you. I want to be your servant, Father. Yes, I am in the ministry. I am in the family circle. I'm working. I'm doing business. I need your authority. I need your favor. I need your grace. Just open up your lips. Sukumusa tu. Weka tu keyboard peke yake. Ya kicheza tu. Na nyinyi pia hata nyinyi mko hapo. Just sio hiyo. Punguza volume. Yes. Ukisikia unataka kupiga magoti yako kwenye mkeka huu,
unaruhusiwa. Ukitaka kulala kwenye mkeka huu unaruhusiwa. Then just make a commitment to God. Mwambie Mungu, niko hapa leo, niko hapa, nishike mkono, nisaidie nikuelewe, nisaidie nijue njia zako, nisaidie nijue unachokihitaji kutoka kwangu. Sulemani alipanda kwenye mlima na akapanda na viongozi wote, na wakainua dhabihu, na dhabihu ile ikakubalika. Naomba Baba, nimekosea, nimefanya mambo mengi ambayo sio mazuri, nimehuzika kwenye mambo ambayo hayajakuwa mazuri kwangu, nimekuwa chanzo cha vita, chanzo cha matatizo, nimekuwa badala ya kusaidia kazi yako ifanyike vilivyo, nimekuwa chipuko la matatizo, nimevunja wengi moyo, nimeingililia wengi, nimefanya mambo ambayo hayajakufurahisha. Mungu muumba mbingu na dunia, ndio kwa maana niko hapa. Mwambie tu hivyo, mwambie yote ambayo yaliyo moyoni mwako. You have a conversation, don't do a prayer, just have a conversation with God. Mvurute tu, mwambie kuja hapa, have a conversation with him. Mwambie, this is what you intended me to be. Ulitaka nikuwe hivi lakini nikakosea. Ulitaka nikuwe kiongozi kanisani lakini nikaondoka. Ulitaka nikuwe baraka kwa mtumishi wako lakini sasa sijakuwa baraka. Ulitaka nikuwe baraka kwenye kazi yako lakini ni kama niliondokea. Ninahitaji msaada wako, ninahitaji baraka zako, ninahitaji hekima itokanayo na mbingu. Unisaidie, unisaidie. Just muombe tu, have a conversation. Ikuwe ni conversation with him. Muzungumzie kama baba, muzungumzie ni kama mmeketi pamoja na yeye. Mwambie tu, nahitaji tu, nakuhitaji, nakuhitaji, Ndura kufatara. Mwambie nakuhitaji, maana niko kwenye giza, maisha yangu imekwama, njia zangu zote zimekwama, sina mwelekeo, nimekosa. Mwambie Baba, nimekukosea, nimeunganika na madhabahu yasiyo yako, nimekuwa kwenye matamshi na malengo yasiyo yako, na kuhitaji. Nimesukumwa kwenye misukumo yasiyo ya kwako, na kuhitaji. Nahitaji kama vile Solomoni alivyoenda kwenye mlima na kaomba na ukamsikia. Ninakuomba leo pia unisikie, na kuomba unishike mkono, na kuomba unielekeze. Wana wa Israeli uliwapatia miji 7 iliyokuwa na nguvu, na ukawashindania, ukawawezesha wakafaulu, na ukawaambia watakapofika kule wavunje madhabahu yote ambayo hayawahusi, na ukawaambia wasije wakaoana ama kufanya maagano aina yote ile na wale watu watakaowakuta katika ile miji, ila wabomoe madhabahu yao, waharibu kazi zao, waharibu maashera zao, na waangamize mipango aina yote ile ya ibada. Baba, moyo wangu umebebeshwa ibada za kishetani, moyo wangu umebebeshwa ibada za hasira, moyo wangu umebebeshwa ibada za usherati, moyo wangu umebebeshwa ibada za ukafiri, moyo wangu umebebeshwa ibada za usinzi, umebebeshwa ibada za usaliti. Naomba Baba, ukanigeuze nikuwe ibada kwa ajili ya ufalme wako, nifanyike dhabihu kwa ajili ya kazi yako, nifanyike madhabahu yako, niwe chanzo cha amani, niwe chanzo cha upendo, niwe chanzo cha mamlaka yako. Naomba Baba msaada wako, naomba mkono wako, naomba mabesi yako, naomba uniongoze. Uniongoze kwa njia zote ninazozipitia, kwa nia zote ninazo. Utukufu ni wako, baraka ni zako. Mungu, ni wewe tu unastahili ibada yangu,
unastahili kuabudiwa, unastahili. Niwagereire Ngai na kuinulia mkono yangu, nasema nisamehe dhambi zangu. Nishike mkono tena, nasimama kwenye madhabahu hii na itakaza tena kwa moto wa Mtakatifu na damu ya Yesu. Mapepo yaliyotumwa na waliyejituma yote na ikasambaratike. Misingi aina yote ile iliyoinuliwa na msingi wa kishetani na ikavunjike katika jina la Yesu Kristo. Ngome zao zikasambaratike, na kamata anga zote za wachawi na warogi, Illuminati, wasinzi na waganga wote, na kamata anga zao zote, na haribu na kutekeleza misingi yao, nia zao, kusudi zao, na hata hila zao zikasambaratike. Moto na ukashuka kwenye nyumba hii. Chembe chembe aina yote ile ya kiuchawi na kiuganga na kiiliminati ikapate kushikamatwa na moto na ikateketee na ikaangamie katika jina la Yesu Kristo. Ninafunika kila kitu, kila chombo kiliko katika nyumba hii, ziwe ni viti, maspika, microphone, madhabahu, milango, choo, maofisi na viti vyote. Vyombo vyote vilivyo katika nyumba hii vifanyike vyombo vya ibada sasa. Vifanyike vyombo vya ibada. Nyumba hii, hata floor, hata kuta, hata marangi yaliyochorwa kwenye nyumba hii, vyote vifanyike ibada, vyombo vya ibada. Teremuka sasa, teremuka tukuone, teremuka tukuone, maana kila sehemu, kila kona ya nyumba hii na itakaza na achilia moto. Kulikuwa na madhabahu ya LGBTQ kwenye nyumba hii. Tuko na madhabahu ya wizi, wengine waliogeuka na wakakuwa wezi wa kunyaganya wale wengine wakitumia madhabahu hii. Baba, nakuuliza tu siku hii, vyote vilivyotendwa, maandishi yaliyoandikwa yakakuwa kinyume na madhabahu hii, vile ambavyo haukutaka tukue, nina cancel every communication. Maandishi, hila na mipango aina yote yule aliyenyaganywa kupitia kwa madhabahu hii, Baba, na ukamlipishie. Aliyepigwa kupitia kwa madhabahu hii, Baba, na ukamlipishie. Aliyotendwa kupitia kwa madhabahu hii, Baba, na ukamlipishie. Aliyerogwa kupitia kwa madhabahu hii, na ukamlipishie. Aliyepoteza hisia zake ama matumaini yake kupitia kwa madhabahu hii, Baba, na kuomba na ukamlipishie. Kuna wengi wameteseka, kuna wengi walidanganywa, kuna wengi waliinuliwa madhabahu, kuna wengine walinyaganywa nyota zao kupitia kwa madhabahu hii. Baba Mungu wa mbinguni, wewe ndio unajua kulipisha, wewe ndio unajua kufanya kesi hii, wewe ndio unajua kufanya maamuzi haya, na kupenalete yote kwako. Na kuja kwenye mahakama yako, mbele ya miguu yako, nimepiga magoti yangu. I surrender to you. May your will be done upon everything. The injustices ambazo zimetendeka kwenye nyumba hii, Baba, na kuomba tu ukasitanzue. Waliofukuzwa kupitia madhabahu ya kishetani ukawaregeshe. Waliokuwa hapa ama walioko hapa kupitia kwa madhabahu ya kishetani, Baba, wakarekebike, na wasiporekebika ukawachukulie hukumu zako. Wewe tu ndio unaelewa kutoa hukumu. Kuna wengine walituinulia vita kwenye nyumba hii, kuna wengine walipanga hila wakitaka nyumba hii ifungwe, kuna wengine waliinuka katika misingi ya kifedha kufunga fedha za watu ndio tusiweze kubarikiwa. Lakini sasa nalete haya yote kama mashtaka kwako, miguuni mwako, kama kwenye mahakama yako Baba. Waliotenda haya yote na waliotendwa haya wote wako mbele ya kiti chako cha hukumu. Wafanyie haki, wafanyie haki wote, wafanyie haki. Nyumba hii Baba ukaitendee haki, maana ni madhabahu yako. Tunaweza kuwa tumeinajisi, tunaweza kuwa tumeitia najisi. Mungu, mimi mwenyewe naweza kuwa nimeitia najisi. Baba, nakuomba tu tutendee haki tu. Naomba msamaha, naomba msamaha, naomba msamaha, naomba msamaha kwa ajili ya watoto wako, naomba msamaha kwa ajili ya building hii yote, naomba msamaha kwa ajili ya vyote ambavyo vinatendeka katika nchi yetu, naomba msamaha kwa ajili ya Ruto,
Naomba msamaha kwa ajili ya Gachagua. Wamebadilisha na wameachilia roho wa kutukanana, roho wa vita. Wengine hata wazee wamepigwa na tear gas. Wengine watu ambao hawahusiki, hawafai. Ninawaleta mbele ya kiti cha hukumu. Ninawaleta kwenye mahakama yako wote wanaotenda kinyume na wanaotenda haki. Wewe mwenyewe ndio una maamuzi ya kutetea, maamuzi ya kubadilisha, maamuzi ya kutoa hukumu. Baba, toa hukumu yako kwa njia ya haki, na tutashukuru na tutasema ni asante. Tutasema unapendeza, tutasema unakubalika, tutasema vyote ni vyako. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. And now may the grace and forevermore, amen. Utakuwa na ibada ya jioni. Bethel Clouds TV.